أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وآله الأطهار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu yangu msikilizaji na mtazamaji, tunaendelea na vipindi hivi ambavyo ni vipindi vinavyohusu lishe ya mwanadamu, yani kuelewa namna gani Mwenyezi Mungu alivyotuumba, akaumba mwili huu, ameutengenezaje, na mwili huu umetengenezwa na vitu gani. Kisha Mwenyezi Mungu akatuumbia chakula kikoje, kina kitu gani. Kwa hivyo tumejitahidi kwa kiasi fulani kuzungumzia ule mwili wa mwanadamu umeumbwa namna gani. Tukazungumza pia na vyakula mbalimbali ambavyo Mwenyezi Mungu ametuumbia kwa ajili ya kuweza kuwa na uhai usiokuwa na matatizo. Kwa hivyo tumezungumzia elementi mbalimbali zinazotengeneza mwili wa mwanadamu, na pia tukazungumzia aina mbalimbali ya vyakula, na tukagusia baadhi ya umuhimu wa vyakula hivyo. Sasa tutaendelea kidogo katika kufahamu elimu hii ya lishe na namna gani Mwenyezi Mungu alivyoweka tunazungumzia tabaka mbalimbali ya vyakula ambavyo vinavyojenga mwili wa mwanadamu. Sasa katika vyakula ambavyo tunavyovitumia sisi kama wanadamu kwa ajili ya kutengeneza mwili wetu, tutaona kwamba kuna vyakula ambavyo vinavyojenga, tunasema tissues za mwili. Ukiangalia kwa mfano, tunaposema misuli yote iliyotengeneza mwili wa mwanadamu, kuna vyakula vinavyojenga misuli. Kuna vyakula ambavyo vinatengeneza ile nishati ambayo inatufanya sisi tufanye kazi mbalimbali. Hiyo ni nishati. Kwa kuna vyakula vya kuzalisha nishati ndani ya mwili wa mwanadamu. Na pia kuna vyakula ambavyo vinafanya kazi mbalimbali vya kuweza kuwezesha, yani reaction mbalimbali zifanyike ndani ya mwili wa mwanadamu. Sasa aina ya vyakula hivi tunaweza tukavigawanya katika aina mbili. Hapa tutazungumzia kitaalamu wanapozungumzia macronutrients, yani vile vyakula ambavyo vina sehemu kubwa, na kuna vile ambavyo tunaita ni micronutrients, yani ni vyakula ambavyo ni vidogo, yani lakini vinafanya kazi kubwa ndani ya mwili wa mwanadamu. Sasa tunapozungumzia macronutrients, yani vile vyakula ambavyo vinajenga mwili, ambao vinavyozalisha nishati, ni kama vile tunapozungumzia protini. Yani hizi protein ndio zile ambazo zinazojenga misuli ya mwanadamu, na ndio maana unaangalia ukitaka kuwa na protini inabidi ule nyama, yani ule ile misuli. Kwa hivyo ni ile misuli ndio itakuja kujenga misuli yako. Lakini pia utaangalia tuna lipids ambazo tunasema ni mafuta kiujumla. Hapa tuna oils na fats ambazo unaona ndani ya mwili wa mwanadamu kuna sehemu mbalimbali panahitajika mafuta na kadhalika. Na pia tuna carbohydrates ambazo tunasema huu ni wanga ambao tunatumia kwa ajili ya kuzalisha nishati. Kwa hivyo hivi ni vitu ambavyo kwa sehemu kubwa vinajenga mwili wa mwanadamu. Na ndio tukasema ukiangalia mafuta, ukiangalia protini, ukiangalia wanga, carbohydrates, utaona kwamba hivi vyakula ambavyo tumesema ni micronutrients, yani vyakula vyenye kuwa vyenye kujenga mwili, macro manake ni kubwa. Utaona kwamba vyakula hivi vimetengenezwa na hizi elementi 4 tulizozungumza. Yani tumezungumza carboni, nitrojeni, hydrojeni na carbon, nitrogen, oxygen na hydrogen. Kwa hivyo ni hizi elementi 4 ndio zinazotengeneza vyakula hivi.
ambavyo tunasema ni mafuta, ni protini na ule wanga ambao unaozalisha nishati ndani ya mwili wa mwanadamu. Hizi tunaziita ni macronutrients. Na kwa upande mwingine tunakuta kwamba ni micronutrients. Yaani ni chakula au ni virutubisho ambavyo viko kwa uchache lakini vinahitajika katika kutekeleza manake reaction mbalimbali ndani ya mwili. Na hapa utaona ni kama vile vitamins, na utakuja kueleza hizi vitamins zinatengenezwa na kitu gani. Kuna madini ambao sasa tuliyazungumzia, pia minerals, na kuna elements ndogo ndogo. Hizi tunaita kwamba ni micronutrients ambazo zinahitajika sana katika mwili wa mwanadamu. Hapa tulizungumzia tu kwa mfano umuhimu ule wa vitamin C kwa mfano ndani ya mwili wa mwanadamu. Unaweza kuona kwamba kitu kidogo lakini kinafanya kazi kubwa ndani ya mwili wa mwanadamu. Kinaweza kufanya kwamba ile collagen iweze kutengenezwa au tunasema iwe fabricated, iwe synthesized ndani ya mwili wa mwanadamu. Panahitajika kuwepo ile vitamin C. Kwa hivyo ni micronutrients. Sasa tukiangalia hizi macronutrients, tunazungumzia carbohydrates, yani ule wanga. Utaangalia kwamba vyakula vinavyotupa sisi yani nishati ndio tulizungumzia haba, manake zile nafaka. Unaweza kuzungumzia mahindi, unaweza kuzungumzia mchele, unaweza kuzungumzia mtama, unazungumzia vyakula hivi vinatupa ule wanga. Lakini pia kuna vyakula vingine vinavyotupa wanga kama vile kuna viazi, kuna mihogo na vitu mbalimbali. Kuna pia katika mboga pia kuna aina make, kuna kiasi fulani cha carbohydrate. Pia ndani ya matunda pia kuna carbohydrates vile kuna mara nyingi tunasema ni sukari, lakini tutumia hapa neno carbohydrate. Lakini pia hata katika mboga pia zinatupa pia kiasi fulani cha carbohydrates. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu aliweka asilimia fulani katika vyakula mbalimbali. Kwa hivyo unapokuwa unakula, ukiongeza huku na huku, unakuwa unapata kile kiasi ambacho unahitaji kwa kila siku. Na tukiangalia kuhusu mafuta sasa, tunasema ni lipids. Mafuta yako ya aina mbili, kuna mafuta yanayoganda na kuna mafuta yale ambayo yasiyoganda, maana yake ni mafuta yanayomiminika. Tunasema kwamba kuna oils na fats, ndio. Kwa hivyo utaona kwamba mafuta yana faida kubwa ndani ya mwili. Tutakuja kueleza kidogo kwa kufafanua zaidi, lakini pia utaona ya kwamba mafuta pia yanaweza kutumika kutoa nishati pia. Kwa hivyo unaona mara nyingi wanakuambia ikiwa na mafuta mengi basi unaweza ukafunga, ukapunguza kula wanga ili yale mafuta yaweze kutumika kwa ajili ya kutengeneza nishati ndani ya mwili. Na pia mafuta haya yanasaidia sana. Unaona kuna ule uwiano vitu hivi namna Mwenyezi Mungu alifanya maajabu yake ni kwamba kuna vitamins ambazo haziwezi zikafanya kazi mpaka yawepo mafuta. Kwa hivyo kama vile vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K zinahitaji mafuta yawepo ili ziweze kufanya kazi. Kwa hivyo haya ni mafuta ambayo yanatumika ndani ya mwili kwa ajili ya kazi mbalimbali. Inshallah tutakuja kuweka wazi haya mambo pia. Sasa wapi tunapata mafuta? Of course mafuta yanapatikana katika ukiangalia katika mbegu mbalimbali ambazo zinazopatikana. Ukiangalia kwa mfano mchikichi, ukiangalia kwa mfano karanga, ukiangalia kwa mfano kwa hivyo zote hizi zina mafuta kwa wingi. Na tutaangalia pia kwamba kuna mafuta ambayo yanakuwa ni mazuri na kuna mafuta mengine ambayo yanakuwa inabidi kujiepusha asiwe mengi. Kwa hiyo panahitaji kuwepo uwiano fulani baina ya mafuta ambayo tunaita kwamba ni omega 3. Tutakuja kueleza ni kitu gani pia. Na pia kuna mafuta ambayo yanayotokana na mimea kama tulivyozungumza, lakini kuna mafuta yanayotokana pia na wanyama kama vile katika maziwa tunapata mafuta ile butter, siagi, lakini pia katika nyama utaangalia kuna mafuta. Kwa hivyo
kama tulivyosema, mafuta yanahitajika. Kwa hivyo nyama kuna nyama utaangalia na mafuta. Pia kuna samaki pia wanatupa mafuta, na mara nyingi tunasema samaki wana mafuta mazuri ambao ni mafuta ya omega 3, lakini tutaeleza ni kitu gani na kwa nini yana umuhimu wake mafuta kama haya.